Haleluya, haleluya, mtu wa Mungu, popote pale unaponitazama na kunisikiliza, ninaendelea na ujumbe wangu ambao nasema kuwa makini na simu ya smartphone. Leo ni part 3. Katika part 1 nilisema ya kwamba mimi simu ya smartphone naifananisha na kisu kikali ambacho kikitumia vizuri unaweza ukakatia mboga, ukakatia matunda na ukala hayo matunda, na ukatia mboga, ukapika, ukala chakula na njaa yako ikaisha. Lakini leo nakujia tena na kuambia simu ya smartphone ninaifananisha na moto. Moto unaweza ukautumia kuchoma mkaa, moto unaweza ukautumia kupikia mboga, moto unaweza ukautumia kuchoma takataka. Kwa hiyo ukawa umekufaidisha. Lakini moto huo ukiutumia vibaya unaweza ukakuunguza, unaweza ukakuteketeza, na unaweza ukafa na tukakuzika. Lakini leo nataka tuangalie neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 33. Neno la Mungu linasema, msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Sasa ukitafakari anaposema msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema, ukitafakari kwa undani sana, utakuja kugundua kuwa mazungumzo mazuri huboresha tabia njema. Mazungumzo mazuri hung'alisha tabia njema. Kwa hiyo mazungumzo mazuri yanaweza kumsaidia mwenye tabia njema aendelee kuwa na tabia njema zaidi. Lakini mazungumzo mabaya yanaweza, huyo mtu anayefuatilia mazungumzo mabaya yanaweza akamuondolea hata tabia njema aliyonayo. Wewe ambao unamiliki simu ya smartphone, huko mtandaoni unafuatilia nini? Unasikiliza sana nini? Unapendelea kuangalia nini? Mtandaoni kuna watu ambao wanajiuza, wadada wamejitoa akili, wanajiuza, wanavaa vinguo vya ovyo, wanaposti vinguo vya ovyo. Wewe ambao na simu ya smartphone, kama unafuatilia wadada ambao wanajiuza, na wewe utajikuta una tabia mbaya. Kama ni kijana wa kiume utajikuta umekuwa malaya, kama ni binti wa kike utajikuta na wewe umekuwa ni malaya, na wewe unajiuza. Kwa sababu gani? Dunia inatengenezwa, watu walitengenezwa kwa maneno, watu waliharibiwa kwa maneno. Kwa hiyo maneno yanaweza kamjenga mtu, maneno yanaweza kamuharibu mtu. Lakini pia ninaongea na wewe mtumishi wa Mungu ambaye una simu ya smartphone. Wewe unaona kabisa mtandaoni wanaongea vitu vya ovyo, wanaposti vitu vya ovyo, haukemei. Inatakiwa ukemee, waonye wale watu waache kuposti vya ovyo. Na wewe ambaye unaposti vya ovyo, na mimi ni mtumishi wa Mungu, ninakukemea uache kuposti vitu vya ovyo, maana utalaniwa, utapigwa na Mungu. Utapigwa na Mungu. Acha kabisa hiyo tabia. Unaharibu tabia za vijana, unawazuru kabisa vijana. Acha hiyo tabia. Tumia hiyo simu ya smartphone kwa kujenga, wala sio kwa kubomoa, wala sio kwa kuharibu. Hiyo simu ya smartphone ukiitumia vibaya yatakuwa ni machinjio yako. Ukiitumia vizuri itakufaidisha. Kwa kupitia simu yako watu wengine watajengwa, watafaidika, watajisikia vizuri. Lakini ukiitumia vibaya unaharibu tabia za watu. Kwa mfano, kuna watu ambao kwenye simu ya smartphone ukiwaonya wanakasirika, wataki kuonywa, wanataka wampige yule mtu anayewaonya, wamtukane. Unayetukana, tunapokuonya wache tabia mbaya, Mungu atakupiga. Acha mara moja. Amen, amen. Mungu akubariki.